Tunaishi katika dunia ambayo hakuna anayekubali kuchukua mwingine. Kuna lugha duniani wanasema mwache afe na shida, afe na nini? Afe na shida yake, afe na mzigo wake. Kanuni ya Biblia haisemi hivyo. Asubuhi mtumishi wa Mungu yule Magembe aliyetoka Dar es Salaam aliongea kuhusu kukaa katika uwepo wa Mungu njia 4. Alisema mmoja wapo ni tunda la Roho. Pili ni kusamehe. Kwamba kwa nini nguvu ya Mungu inaondoka katika maisha ya watu? Na kwa nini mzigo wetu umekuwa mwepesi hata katika mpango wa mwaka huu wa 2026 ambako wewe ambaye hujaahidi utaahidi baadaye. Yule mgeni alituchangia 600,000. Akasema yeye atachangia 100,000 ngapi? Ndio mzigo uzidi kuwa nini? Sio na hubiri kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu mwaka huu tulisema toka Januari ni wewe mwenyewe unajipanga, unajiandaa, hata wale walioko mbali, hata baadaye nitawaita. Tunapata neno la mzigo katika Mwanzo 49. Naomba wasomaji watu 7 waje hapa mbele. Kuhusu kuchukuliana mizigo. Usipochukua mzigo wa mwenzako, Mungu hafurahii. Sema Mungu hafurahii mzigo wa mwingine. Mtoto wa mwenzako shuleni anapokuwa mtoro, usifurahie jambo lile. Omba kwa ajili ya yule mtoto. Roho ya utoro itoke, imwachie kwa jina la Yesu. Isakari ni punda hodari. Isakari ni punda hodari. Ajilazae kati ya mizizi ya kondoo. Ajilazae kati ya mazizi ya kondoo. Akaona mahali paraha. Akaona mahali paraha. Kuwa pema. Kuwa pema. Na nchi ya kuwa ni nzuri. Na nchi ya kuwa ni mbaya ni nzuri. Akainama, bega lake likachukua mzigo. Hebu watu wote tusimame. Sema akainama, bega lake lichukue mzigo. Rudia mara ya pili. Sema akainama, bega lake lichukue nini? Lichukue mzigo. Hivi mzigo ukiwa chini, unataka kuuchukua, unafanyaje? Kaa chini. Akawa mtumishi wa kazi ngumu. Sema mtumishi wa kazi ngumu. Mwambie jirani yako, uko tayari kuwa mtumishi wa kazi ngumu? Huwa watu wanataka kazi rahisi. Asante kwa kusoma. Sawa? Anayefuata atasoma kitabu cha Hesabu na wewe uende kukaa. Ubarikiwe na Bwana kwa kusoma. Lete mkono wako. Umefanya vizuri. Haya. Karibu. Nitasoma. Maneno haya ni magumu kidogo. Kama ni wewe ungempiga Musa kofi. Sema ungempiga Musa kofi. Ungempiga Musa kofi. Musa akamwambia Bwana. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Muulize jirani yako, Mungu anatendaga uovu? Mwambie jirani yako, Musa amelewa. Mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Umenitenda uovu, anamwambia Mungu. Kitu gani kimemuumiza Musa? Kwa nini sikupata neema machoni pako? Kwa nini sikupata neema machoni pako? Hata ukanitwika mzigo wa mzigo wa watu hawa, ukanibebesha. Sema ukanibebesha. Maana ya kutwika ni nini? Kubebeshwa mzigo. Ukanitwika mzigo wa watu hawa. Mzigo wa watu hawa wote juu yangu. Wewe msoma Biblia vizuri. Si kuna nukta, kuna koma. Mzigo wa watu hawa wote. Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Mwambie jirani yako, Musa anaongea nini? Sisi tungesema ni kauli mbaya. Sema kauli mbaya. Anasema ni mimi niliyowafanya
niliyewatungisha mimba watu hawa wote. Je, nani tumuulize? Wewe katibu wa kanisa, ameongea vizuri. Ungemfanyaje Musa wakati huu? Pasipo yeye kutafakari maneno ya. Kama mtoto wako akiongea na wewe hivyo unamfanyaje? Unajisikia vibaya. Wewe mzee wa kanisa. Je, ni mimi niliwatungisha watu hawa? Musa ameumia hajaumia? Maana yake yani ni watoto niliowazaa. Hao watu wote wametoka kiunoni mwangu. Endelea. Je, ni mimi niliyewazaa? Je, ni mimi niliyewazaa hao watu wote? Hata ikawa wewe kuniambia hayo. Hata wewe ikawa wewe kuniambia hayo yote. Wachukue kifuani mwako. Wachukue, sema wachukue kifuani mwako. Huo ni upendo wa Mungu. Mungu amemwambia Musa wachukue watu wapi? Kifuani mwako. Hebu shika Biblia yako namna hii. Sema wachukue kifuani mwako. Kifuani. Mtoto anapobembelezwa anawekwa wapi? Hata mama Loema Faraya anajua. Mama yangu pale anajua. Mtoto ukimweka kifuani anafanyaje? Anabembelezwa, alafu ananyamaza. Sikiliza. Mfano wa baba mwenye kulea. Mfano wa baba mwenye kulea. Uwe mfano wa baba. Sema mfano wa baba. Mfano wa baba. Wa baba ni wangapi hapa kanisani? Inua mkono. Asante. Shemasi kiongozi ameinua. Je, unalea familia yako vizuri? Haya. Mfano wa baba mwenye kulea. Achukuavyo mtoto anyonyaye. Chukuapo mtoto anyonyaye wapi? Mtoto anyonyaye uende nao mpaka nchi uliowaapia baba zao. Upate kufanyaje? Kuwafikisha katika nchi niliowaapia baba zao nitawapa. Mungu ametuahidia uzima wa milele. Waisraeli walikuwa wanapelekwa nchi ya wapi? Nchi ya Kanaani imejaa nini? Maziwa na asali. Wangapi wanapenda maziwa? Mimi ni moja. Kumbe nyewe hampendi maziwa. Wangapi wanapenda asali? Na ni vitu adimu, havipatikani, havina kemikali. Haya, twende. Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Hii ni hoja ya Musa, anamwambia Mungu nipate wapi? Sema nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa? Nyumbani watu hawaulizi mboga ya majani, shambani inapatikana. Hoja ni juu ya nyama. Mwambie jirani yako, lini tutakula nyama? Sema nyama, 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 nyama. Kwenye sherehe hawaibi ugali, wanaiba nini? Nyama. Endelea. Kwani wanililia wakisema tupe nyama tupate kula. Wakati kuna nyama ukirefusha maombi puta wengine wameshaanza si umefurahi? Tunakwenda pamoja. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa peke yangu. Kwa kuwa ni mzigo mzito sana. Ni mzigo mzito sana. Sema wakunishinda. Wakunishinda. Mzigo mzito sana wakunishinda. Na kama ukinitenda hivi, unaniambia chukua mzigo wa watu hawa na kuomba uniinulie mbali. Na kuomba uniulie. Maana ya kuniulia mbali, Musa alikubali kuuawa na Mungu, kwamba kazi hii ni ngumu, afadhali uniue. Mwambie jirani yako, Mungu haui. Kwani alimuua Musa? Endelea.
kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako. Kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako. Nami nisiyaone haya mashaka yangu. Nami nisiyaone haya mashaka yangu, kwamba siwezi kuwafikisha peke yangu watu hawa nchi ile uliowaapia baba zao. Kisha Bwana akamwambia Musa. Kisha Bwana akamwambia Musa. Sema, Mungu ni Mungu wa rehema. Siku hiyo Mungu angechukua fimbo kubwa kwa vile alivyoongea Musa, lakini akamwambia Musa, nikusanyie watu 70. Nikusanyie watu ngapi? 70. Sema watu 70. Miongoni mwa wazee wa Israeli nikusanyie watu wangapi? 70. Watu 70. Ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa. Sema wazee wa watu hawa. Katika kijiji chochote, katika eneo lolote, mambo yanapokuwa magumu, wanatafuta wazee wa watu. Sema wazee. Balisika haiti la haitika. Gazi la haiti. Ambao wewe unawajua kuwa ni wazee wa watu hawa, wazee ambao wanaweza kusikilizwa wakatoa maelekezo kwa watu hawa. Endelea. Na maakida wao, ambao wewe wajua kuwa ni wazee wa watu hawa na maakida. Maana ya akida ni kiongozi, tena wakati mwingine wa kijeshi. Endelea. Na maakida juu yao. Na maakida ambao ni viongozi juu yao. Ukawalete hata hema ya kukutania. Sema kanisani ni hema ya kukutania. Kutana kwa ajili ya ibada. Alafu wasimame huko pamoja nawe. Hao wasimame pamoja nawe huko. Nami Mungu nitashuka. Sema nami nitashuka. Nami nitashuka. Nifanye nini? Nisimame nawe. Sio nisimame. Niseme nawe. Niseme nawe. Sema nami nitashuka. Wangapi wanapenda Mungu aseme nao? Nami nitashuka. Niseme nawe. Na akisema na Musa anafanyaje? Nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu. Nitatwaa sehemu, sema sehemu ya roho iliyo juu yako, na kuiweka wapi? Na kuiweka juu yao. Na kuiweka sehemu ya roho hiyo juu yao. Na watachukua mzigo wa watu hawa pamoja. Hebu simama watu wote. Na watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe. Ili usiuchukue wewe peke yako. Sema usiuchukue wewe peke yako. Usiuchukue wewe peke yako. Umemaliza, ingawa ni mistari mirefu. Mungu akubariki. Mpeni Yesu makofi, kwa sababu mwingine asingeweza kusoma. Kwa hiyo mzigo usikae. Leo mzigo, kazi ya Mungu umeachwa. Watu wanasema ni kazi ya mchungaji, kazi ya mzee wa kanisa, kazi ya shemasi, kazi ya... Mwambie jirani yako, kazi ya kwako ni ipi? Naomba ukae chini. Haya, twende sasa katika kitabu cha Zaburi 55, 16 na 17 na 22. Nitasoma Zaburi 55, 16 na 17 na 22. Ndio. Nami nitamwita Mungu. Nami nitamwita Mungu. Daudi alitambua hilo muhimu. Na Bwana ataniokoa. Na Bwana ataniokoa. Jioni, asubuhi na adhuhuri, nyakati za kumwita Mungu. Nitalalama na kuugua. Naye ataisikia sauti yangu. Mstari wa 22. Mtwike Bwana mzigo wako. Mwambie jirani yako, mtwike Bwana mzigo wako. Naye atakufanyaje? Naye atakutegemeza. Naye atakutegemeza. Hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Muulize jirani yako, asante, umemtwika Bwana mzigo wako? Wakati mwingine watu tunang'ang'ana mizigo yetu sisi peke yetu, kwa akili yetu, kwa mawazo yetu. Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza. Alafu hata mwacha nani?
kuja ibadani unamtwika Bwana mzigo wako. Usibebe wewe peke yako, mtwike Bwana. Alafu tutakuja kumalizia na andiko ambalo tulisoma. Nyie mlioko nje muingie ndani tafadhali. Twende andiko lingine. Tutasoma Mathayo 11:28-29 hadi 30. Ndio. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Wahubiri wa Injili wakikosa ujumbe jukwani, Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Je, walioko kanisani hawana mzigo? Mizigo haipo? Ipo. Manunguniko ni mzigo? Sio mzigo? Mzigo. Hata kwa ajili ya mvua kuna walionungunika. Ni kweli au sio kweli? Mbolea yangu iko nje, yani hii mvua haina adabu. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole. Kwa kuwa mimi Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi. Umemaliza? Asante. Sasa lete mkono wako. Mungu akubariki, umesoma vizuri. Je, una raha moyoni mwako? Haya, karibu. Injili ya Mathayo inaendelea. Injili ya Mathayo 23 mstari wa kwanza hadi wa 4. Ubarikiwe. Tasoma kwa jina la Yesu. Kisha Yesu akawaambia makutano makubwa yaliyokusanyika, sio madogo. Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote atakayowaambia myashike na kuyatenda. Yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda. Lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Yaani matendo yao hayafanani na kusema kwao. Kwa hiyo msitende. Maana wao hunena lakini hawayatendi. Wao wamefunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao. Wao wanafanyaje? Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika. Mizigo mizito na kufanyaje? Na kuwatwika watu mabegani mwao. Hebu mmoja aje. We fulani njoo. Hujaja bado? Chukua mzigo. Weka begani. Weka mzigo begani. Wao watoi msaada. Na mwingine njoo. Beba mzigo. Yaani wao kwa mikono yao hawagusi. Sema wao wana mitimani. Rudi lete. Rudisha mzigo mahali pake. Sema. Rudisha mzigo mahali pake. Hao ni Mafarisayo. Sema Mafarisayo. Wao hunena lakini hawatendi. Wanatwika watu mizigo mizito mabegani mwao. Wasitake wenyewe kuigusa kwa vidole chao. Wasitake wenyewe, sema wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Kwa nini? Kwa kidole chao. Fanya kidole hiki kimoja, hata hataki kugusa. Sema kwa kidole. Yesu ni mbeba mizigo. Sema Yesu ni mbeba mizigo. Kwa hiyo kiongozi mzuri ni yule anayebeba mizigo na watu wake. Amen. Mungu akubariki. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Namna hii. Sio kidogo. Wokovu wetu kuna mashahidi mbinguni, wengine duniani. Haya. Na tuweke kando kila mzigo mzito. Sema kila mzigo mzito. Hebu wale ambao ni wafanyabiashara waliowahi kupeleka mizigo mjini, simameni juu. Gari ikifika mizani huwa mnafanyaje? Mizigo inasogezwaga nyuma au mbele? Kuna mwingine unapelekwa katikati, maana gari inapita kwenye
Faini ya mizani ni shilingi ngapi? Dola ngapi? Hapa ni sawa na shilingi ngapi? Kila kilo moja. Ikiwa kilo ngapi? Gari imebeba kilo ngapi? Na mara nyingi wanalipa ngapi? Sabini. Ili kuhusu kwa sababu ya mzigo umezidi. Hiyo magari yote madogo hayapiti kwenye mizani. Haya ya mizigo haya unayaona lazima yapitie wapi? Usipopita kwenye mizani, faini yako utasimulia. Tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingae kwa upesi, ni kama mvamizi jambazi. Na tupige mbio kwa saburi. Hebu simama kwa miguu yako, pige mbio, sema kwa saburi, tembea namna hii, sema katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama nani? Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha. Sema tukimtazama Yesu, usikae, sema tukimtazama Yesu mwenye kufanyaje? Mwenye kuitimiza imani yetu. Mwenye kutimiza, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha. Sema mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Mwenye kutimiza imani yetu. Tukimtazama Yesu, sema Yesu aliyeanzisha imani ndani yetu ana uwezo wa kutimiza alichokianza. Mungu atakifanyaje? Atakitimiza. Haya, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba wa kumsaidia. Naomba rehema saa hii, naenda kumwombea mtu aliyekwama, aliyegafilika, aliyeshindwa, aliyeacha kanisa, aliyerudi nyuma. Naomba rehema zako. Ni hatua gani nimechukua? Naomba nguvu zako. Neno lako linasema Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Tunaomba uwarudishe watu wetu waliochukuliwa mateka. Tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuwarudisha. Spirit, you're on.